Sasa hivi tuna wimbi kubwa sana la vijana ambao wanatamani wanawake wenye pesa, wanatamani wanawake wenye kipato, wenye biashara, wenye kazi. Yaani kwa kifupi tuna wimbi kubwa la vijana ambao wanatamani sana kulelewa. Ndio maana unakuta kesi za mashangazi zinazidi kufanyaje? Kuongezeka. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanaume sasa wamekuwa wavivu kwenye utafutaji, halafu wanatamani kupata wanawake ambao wanaweza kuwasaidia. Hoja yangu mimi ni moja. Naungana na Eva, lakini kwa upande wa pili sasa. Sawa. Kwamba hata huyu mwanaume ambaye anahitaji mwanamke mwenye pesa, mwenye kipato, mwenye biashara, mwenye kazi, ni lazima kwanza yeye awe na pesa. Maana yake sasa wanaume wanatakiwa kujua kwamba ukitafuta mwanamke mwenye pesa hakikisha unazo. Hakikisha unazo. Sasa mwanaume anampataje mwanamke mwenye pesa wakati yeye tu kwanza aina ya kazi anayofanya, aina ya mazingira yake anayozungukia, je, yanakuruhusu kuwa na mwanamke mwenye pesa? That's why tunasema yeye kwanza jipandishe nini? Thamani. Yaani wewe mwanaume kwanza jipandishe thamani yako iendane na huyo aina ya mwanamke unayemtafuta. Amepanda Machinga Complex kwenda Chanika. Sio, unanielewa? Anakutana wapi na huyo mwanamke? Unakutana wapi na huyo mwanamke? Gari zako wewe, usafiri wako wewe mkubwa ni Machinga, zile hicha zile kubwa. Sawa? Unaning'inia mlangoni, yani unapita pale kwa mlango unaning'inia mlangoni. Huyo mwanamke mnayening'inia naye mlangoni ni nani? Unampata wapi? Unamuona wapi? Maana yake utakutana na wale wenye hadhi yako, wenye thamani yako, wenye muonekano wako. Sio, unanielewa? Maana yake kama unataka mwenye pesa, anza kuwa na pesa wewe. Wewe kwanza pandisha thamani. Kuwa na ndinga, paki mahali utakutana na mwanamke mwenye thamani. Ana gari yake, anatoka enda kufanya shopping Mlimani City. Wewe unavizia minada ya Pugu, Kajiungeni, unavizia minada ya Chamazi, unavizia minada sio wapi ya Buguruni. Sasa ndio kwenye bei nafuu. Utakutana na bei nafuu. Kwa hiyo wakaka sasa hivi of course wamekuwepo wengi na wengine tunaona kwenye mitandao ya kijamii pia huko. Maana yake kwamba tumekuwa wanaume wengi mmekuwa wavivu kwenye utendaji. Wao ni uvivu tu wa utafutaji. Kwa sababu hakuna anayeweza yani wanaume wengi sasa hivi mnasifiwa kwa kutembea na mashangazi. Ni kweli? Maana yake ni uvivu. Maana unazungumza sasa wanataka nikuli na mimi sasa kwenye hilo kundi. Si wanaume wengi. Mimi najuaje? Exactly, kuna ongezeko kubwa sana la wanaume ambao wanataka kulelewa. Yes. Lipo kubwa sana. Sawa? Lakini mimi point yangu ni moja tu. Unapotafuta chenye thamani, lazima wewe thamani yako iwe juu. Kwa maana yake anza kutengeneza thamani yako kabla hujaanza kutengeneza thamani ya kwako. Ndio. Siku ukiwa na gari yako kaenda kufanya shopping Mlimani City, utakutana na dada pia ambaye ana elimu, ana gari yake na anaenda kufanya shopping wapi? Mlimani City. Mta exchange contact pale, maisha yataanzia hapo. Lakini kama hujaweza kubaliana kutembea na mwenye level yako, kuwa na mke mwenye level yako, kuwa na mwanamke ambaye kama yeye ni 500 wewe ni 1000, mkichanganya na 1500 sio mbaya. Watu sasa hawataki hivyo. Yaani kwa sababu yeye mwanaume ana maisha magumu, basi hataki pia apate mwanamke mwenye maisha magumu. Anataka mwanamke mwenye hadhi ya juu. Lakini tunachoangalia ni kwamba wewe hadhi yako inakuruhusu kuwa na huyo mwanamke wa hadhi ya juu. Sasa unajua huwa hawajikubali kwamba yeye ana hadhi ya chini. Kuna namna, unajua kuna wakati wanajihakikishia wao wana hadhi kubwa. Na ndio maana wanatumia nguvu kubwa sana hata kuwapata hawa wanawake. Alafu mwisho wa siku unazidi tu kupoteza ile thamani yako uliyokuwa nayo. Huo ndio uhalisia. Unazidi tu kupoteza thamani kwa sababu mwisho wa siku let's say pengine ndio umepata mshangazi anakulea. Itafika point sasa wewe unataka kuoa mwanamke sasa wa hadhi yako. Thamani yako ishafanyaje? Ishapotea. Ushaharibu ile thamani yako kwa sababu tayari tushajua wewe maisha yako yalikuwa ni haya. Kwa hiyo unapokuja kumtafuta ile mwanamke sasa halali umuoe. Umri wa kuoa ukifika, utarudi kumtafuta mwanamke wa halali wa kumuoa. Utamkosa kwa sababu tayari ushaharibu ile thamani uliyokuwa nayo. Okay, vijana kwa hiyo wanatakiwa kuelewa tu kwamba pandisha thamani yako, utengeneze thamani mpya. Hakuna namna nyingine tunaweza tukabadilisha majukumu ya mwanaume yawe ya mwanamke. Hakuna namna. Kwa hawa wanaopenda kulelewa, tafsiri yake ni kwamba wanakwepa majukumu yao. Yaani ushauri mzuri ni kwamba kijana apandishe thamani yake.